Mtumishi wa Mungu, jambo ambalo pia natamani ukajifunze siku ya leo ni kwamba kuna neema huwa Mungu anaachilia kwenye maisha yetu, na zile neema tunapozipokea wakati mwingine zinakuwa ni kama za kwetu, lakini zina kusudi la Mungu. Na unaweza ukawa na hofu pale ulipo, nafasi yako, ukawa na hofu kwenye familia, ukawa na hofu kwenye kazi, kwenye huduma, kwa sababu unahisi kwamba kile ambacho Mungu amefanya kwako kinaweza kaondoka ghafla au kinaweza kisitimie kama kiko kwenye mchakato. Lakini nataka nikwambie kwenye ile Injili ya Luka mtakatifu sura ya kwanza, ukiangalia kuanzia na mstari wa 26 pale, Mungu alipomtuma Gabrieli kwenda kwa Bikira Mariamu kumpasha juu ya habari ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, alipofika alimwambia Mariamu kwamba salamu, umepata neema kutoka kwa Mungu. Akamwambia, usiogope Mariamu, kwa sababu umepata neema kutoka kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, naye jina lake utamwita Yesu. Alafu huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo na hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Lakini ukiangalia mstari wa 34, maandiko yanasema, Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana simjui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Alafu Mariamu tena akaambiwa hivi tena, tazama, jamaa yako Elisabeti naye amechukua mimba na mtoto mwanaume katika uzee wake. Mwezi huu ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Alafu Biblia inasema mstari wa 38, Mariamu akasema, tazama, mimi mjakazi wako, mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ilivyosemwa. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Mtumishi wa Mungu, Mariamu aliingia kwenye hofu aliposikia ule ujumbe wa Mungu kwamba amepokea neema, na akidhani kwamba katikati ya ile neema angepata shida, kwa sababu kwanza alikuwa ni binti aliyeposwa hivi karibuni na Yusufu. Lakini la pili, angalia, anaambiwa utapata mimba, alafu yuko katikati ya Wayahudi ambao walikuwa wakiwashughulikia kina mama wanaopiga mawe, wale kina mama ambao wanazini. Utakumbuka kile kisa ambacho Yesu alimwokoa mama mwanamke ambaye alikuwa amefumaniwa. Sasa akawa na hofu na mashaka, lakini sio hilo tu, yeye alikuwa amejitunza kwa muda mrefu na alikuwa ni mwanamke bikira. Kwa hiyo yale aliyokuwa anaambiwa kwake alikuwa ni mageni sana. Lakini jambo utakalojifunza kwa Mariamu ni kwamba baada ya yale kuambiwa, akaingia kwenye mashaka na akauliza, itakuwaje neno hili, kwa sababu mimi simjui mume. Alafu malaika ndio anayemwambia juu ya kile ambacho Mungu atafanya. Nini utajifunza hapa, mtumishi wa Bwana? Ni kwamba Mungu anapoachilia jambo lolote kwenye maisha yako, akikupa cheo, akikupa kazi, akikuingiza kwenye masomo, akikuingiza kwenye biashara, akikuingiza kwenye huduma yoyote ile ni neema ya kwake, na yeye mwenyewe ndiye anailinda ile neema, na ataiwezesha ile neema itokee kwa namna yeye mwenyewe alivyopanga. Wanadamu hawawezi kuzuia neema ya Mungu. Mwanadamu hawezi kukatisha maono au makusudi ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu mwingine. Sasa Mungu hapa anatuthibitishia kwa Mariamu kwamba kwa sababu yeye ndio aliyeachilia kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa Mariamu ndani ya tumbo lake, ndiye mwenyewe atakayesimama kuilinda ile neema, ndiye mwenyewe atakayesimama kuiwezesha ile neema itokee. Kuna jambo fulani unatamani kufanya, mtumishi wa Bwana, usiogope, usifadhaike, usihofu. Ingia kwenye ile jambo. Kama ni jambo uliloliombea kwa Mungu na Mungu akakupa mafunuo kwa namna yoyote ile, basi jitahidi tu kwamba ili jambo uweze kulitekeleza na litafanikiwa katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, nataka nifanye jambo hili kwa sababu wewe umeachilia hii neema, basi ninaomba ilinde hiyo neema. Uko pale kazini, kuna mambo hayaendi vizuri, kuna watu wanakufanyia vita, wanakufanyia fitina, wanakufanyia vurugu ili uharibikiwe, ili urudi nyuma. Mwambie Mungu, wewe uliyenipa kazi hii, naomba ilinde ile neema ya kazi hii ambayo umenipa, kama Mariamu alivyomlinda Bwana wetu Yesu Kristo katikati ya uovu. Wakati mwingine Mungu anaweza kuachilia katikati ya mashaka, matatizo, maumivu na kila kitu ambacho wako unaona kama hakijakaa vizuri, ndipo ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anapodhihirisha. Alizaliwa katika nchi ile ya Wayahudi, Yerusalemu, ambapo tunaona wakati ule Herode ndio anatawala, katikati ya mazingira ambayo Herode alikuwa na hofu. Alafu Yesu anazaliwa. Herode anapanga mkakati kwenda kumuua Bwana wetu Yesu Kristo. Ana mamajusi wanapomwambia, anasema tangulieni mkachunguze sana habari zake, alafu na mimi nitamfuata. Katikati ya mazingira yale Herode anapopanga uovu, Biblia inatuambia kwamba
malaika anamtokea Yusufu, anamwambia mchukue mtoto mpeleke Misri. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine anaweza kukuacha uzaliwe katika familia ambayo ni ya waovu, ambapo akakutoa. Uzaliwe kama Yusufu katika familia ya watu wenye chuki, au uingie kwenye ofisi ambayo watu hawakupendi, lakini akakufanikisha hapo hapo. Uingie kwenye biashara ya watu ambao pengine wanafanya vurugu kwenye biashara, lakini akakufanikisha hapo hapo ulipo. Kwa mtumishi wa Bwana, usiogope kutenda jambo lolote kwa dhani kwamba pengine ili jambo nikilifanya basi kitatokea kitu fulani ambacho kiko nyume na mapenzi ya Mungu. Yeye aliyeachilia neema kwenye maisha yetu anailinda ile neema. Yeye aliyekupa kibali atakilinda kile kibali. Yeye aliyekukutanisha na watu, kama umekutana na mume, umekutana na mke, umekutana na wafanyabiashara wakubwa, umekutana labda na watu ambao wanakushika mkono mahali fulani upo, maana yake yeye ndio atakipigania kile kibali. Yeye aliyeachilia uingie kwenye huduma, kwa mfano huduma takatifu, yeye ndiye atakayepigania ile huduma yako, na kule unakokwenda yeye ndio anayejua. Wakati mwingine watu wanaweza kusimama wakakuambia maneno ya kukatisha tamaa, maneno ya kukurudisha nyuma, kwamba hili na lile uwezi kufanya hiki, ufanye hiki, lakini Mungu kama ameachilia neema kwenye maisha yako, mtumishi wa Bwana anasema atailinda ile neema, atakupigania katika ile neema, atakubariki katika ile neema, atakuinua katika ile neema, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo usiache kufanya jambo ambalo pengine linasukuma neema ya Mungu itokee. Usiwe na mashaka, usiwe na hofu. Kama Mariamu anasema litawezekana neno hili, lakini maneno aliyoambiwa na Gabrieli ni kwamba yeye aliyeachilia ile neema ndio atakayekilinda kile ambacho kilikuwa kinatafsiriwa kama uzao wa Ibrahimu, uzao wa Daudi, Emmanuel, Mungu pamoja nasi, ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo alifunga midomo pia ya watu wote ambao wangemfanyia fitina, wangemfanyia chuki. Alizuia yale yote na akapeleka ujumbe Gabrieli pia kwa Mungu akapeleka ujumbe kwa ndoto kwa Yusufu, alafu akamwambia kaa na mke wako huyu ambaye umemposa hivi karibuni, kwa kuwa atazaa mwana naye ataitwa Emmanuel. Kusoma Injili ya Mathayo sura ile ya Mathayo ile sura ya pili, utaona kuanzia ule mstari wa 18. Kwa hiyo unachoweza kujifunza hapa, mtumishi wa Bwana, ni kwamba Mungu wakati huo anapoachilia neema, haijalishi mazingira ambayo anaachilia ile neema. Anajua wakati mwingine anaachilia neema katikati ya watesi, anaachilia neema katikati ya watu wanaokuchukia, anaachilia neema katikati ya watu ambao wanasema wewe una sifa, wewe ufai, wewe uweze kuitumikia hii. Lakini Mungu anaachilia ile neema, anajua kile anachokifanya, anajua atailinda namna gani ile neema. Ninakuombea amani ya Bwana siku ya leo, na neema ambayo Mungu ameweka ndani yako ikatimie katika jina la Yesu Kristo. Usiogope, usifadhaike. Simama na Mungu na Mungu atakupigania. Usiache kuomba, usiache kumwamini Mungu. Kila asubuhi fanya maombi matatu. 1, mshukuru Mungu kwa kuamsha salama. 2, mwambie Mungu unipe kibali siku ya leo. Kokote ninakokwenda ninaomba kibali, naomba neema yako, naomba baraka zako ziambatane na mimi. Cha 3, mwambie Mungu akupe ulinzi. Sio wewe tu, na mambo yako yote utakayoenda kuyafanya. Ulinzi huu maana yake ukitokea kwako utaona amani kila unakokwenda. Unajua kuna mtu anakutana na watu asubuhi wanajaribu siku yake yote. Maombi matatu haya: 1, shukrani; 2, kibali; 3, mwambie Mungu akupe ulinzi. Kibali maana yake wote unaoenda kukutana nao wapate kibali kwako, lakini nawe upate kibali kwao, ili pengine usikienda kule unaweza kukutana na mtu ambaye pengine ukifika anakuwa na hasira, au ukifika hawezi kukusaidia, au unakutana na mtu ambaye ukifika tu ana taarifa zako za chuki, za kuvuruga. Lakini Mungu akikupa kibali utaweza kuona upendeleo, utaweza kuona neema, na utaweza kuona baraka siku nzima. Mungu akulinde, akutunze na akubariki daima. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa rehema, tunakushukuru na kukuhimidi daima. Asante Bwana kwa ajili ya wakati huu. Asante Mungu kwa ajili ya kutuamsha salama, lakini umeendelea kutupigania katika mambo yote. Ulinzi wako Bwana na utetezi wako umekuwa pamoja nasi siku zote. Lihimidiwe na litukuzwe jina lako Bwana. Najikabidhi mikononi mwako siku ya leo, Bwana mtakatifu, Mungu ajabu, uwe pamoja nasi Bwana. Tusaidie katika mambo yote, katika magumu, katika mepesi, uwe pamoja nasi. Najikabidhi mikononi mwako Mungu, tukiomba na kuamini.